Yes, karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa YG TV. Mimi ni Tonyua kutokea hapa kwenye studio zetu za kila siku. Kidogo kama unavyosikia sauti ni kama haiko poa. Hii ni kwa sababu ya hali ya hewa ambayo imekuwa ikiendelea. Ila moja story ambayo tumeamua tukuletee leo ni story ambayo imetendi sana. Zimekuwepo rumors muda mrefu kwamba mahusiano ya kaka yetu Haji Sunday Manara na mke wake Zailisa yanalegalega. Ila story ambayo imeshika headlines sana ukiangalia kwenye page nyingi kwenye vyombo vya habari vingi vya mtandaoni ni mahusiano ya Haji Sunday Manara na Zailisa kuvunjika. Hii kidogo imewashtua watu wengi sana kwa sababu ukizingatia Manara ni mtu ambaye amekuwa akisema kwamba anampenda sana na wako tayari kuzaa. Stories zimeweza kuwa na viral too much. Ni kitu ambacho shabiki yoyote akutegemea kama hiki kinaweza kikatokea. Nikukumbushe kwamba Zailisa ni mtu ambaye ni mwanamitindo, anaigiza, ila pia amejaliwa kuwa na umbo fulani la kijirafu, la kitwiga. Nikizungumzia kaka yetu Haji Sunday Manara ni bonge la influencer ambaye kashafanya mambo mengi sana hapa Tanzania na East Africa kwa ujumla. Watu wa bwana walikuwa kwenye mahusiano, na kabla ya kuwa kwenye mahusiano Zailisa ni mtu ambaye mara ya mwisho alikuwa na Dula Makabila. Alipotoka kwa Dula Makabila akaolewa na Haji Sunday Manara. Ndoa yao kidogo imeweza kudumu takriban kama miaka miwili tunavyozungumza mpaka sasa hivi. Ila story ambazo zimeenda viral sana ni kwamba mahusiano yao yamevunjika, na kuvunjika kwao basi hakujavunjika kwa amani, kumevunjika na tukazidi kuleta maneno mengi. Chanzo na sababu ambazo zinasababisha kwamba hii familia hii ndoa imevunjika ni maneno mengi sana. Na kukumbusha siku kadhaa hivi hapa tulisikia kwamba Zailisa aliondoka kwa Manara zaidi ya wiki moja, akawa kwa anako kujua kwa yeye. Ni skendo ambazo walikuja kuzua kwa maneno akidai kwamba haikuwa kweli, lakini this moment tutamwona Zailisa ameongea maneno mengi sana ambayo kwa kawaida unaweza kusema ni kiki, lakini so kiki, ni kitu ambacho kiko very serious, kitu ambacho kimeenda viral mpaka kwenye mitandao ya kijamii. Zailisa kufunguka yale mabaya ambayo anayafanya Haji Sunday Manara, na kusomea kitu kidogo ambacho Zailisa ameweza kukiandika mtandaoni. Mtu mzima ovyo wewe, inatosha sasa, nimechoka sana. Yani kwamba anamwambia Manara kwamba yeye ni mtu mzima ovyo, kashachoka sana na matukio ambayo amekuwa akimfanyia na matendo ambayo amekuwa akimfanyia. Wenda akawa amevumilia na imefika hatua basi anaona this time ni ya mwisho, kwamba umekuwa ukizoea kunitukana, kufanya mambo mengi, ila leo hii umeshika pabaya. Na moja kitu ambacho ameweza kukitaja kwamba kimemfanya akasirike sana ni kwamba Manara ana tabia ya kucheat. Ndio kucheat, yani mtu ambaye amekuwa akimzunguka kwenye mahusiano yake. Zailisa ameenda zaidi na kuongea kwamba Manara ni mtu ambaye amekuwa akimshawishi moja ya mtoto shangazi yake au mdogo wake au mtoto wake wa Zailisa kutaka kutoka naye kimapenzi, kwamba anamtumia zaidi elfu 50, anamlagai ili aweze kutoka naye kimapenzi. Ni kitu ambacho Zailisa kama Zailisa yeye ameona sio kitu kizuri. Kiangalia yule ni mtoto shangazi yake, ni kama mtoto wake, alafu kumleta kwa Manara ni kama baba yake vile. Inakuwa yuko mataka tembea naye, ila iishia hapo vile. Inasemekana kwamba Manara anatembea na house girl, yule ni dada mfanyakazi wa ndani. Kiangalia body la Zailisa kumchiti ni ngumu, lakini unaambiwa skendo kama hizo kwamba Manara anaanza kwa mbali na kutembea na mdogo wake, pia anatembea na house girl, kitu ambacho kimempelekea Zailisa kukosa amani, kukosa heshima kwenye familia. Aliishia hapo pabaya. Kaenda kumwambia kwamba mbali na hivyo mwanafunzi ambaye unataka kutembea naye unaye mlagai ana zaidi ya miaka 10, yuko chini ya miaka 18, ndio kwanza ya miaka 17. Wewe ni mtu mzima wa ovyo ambaye unashindwa kujitambua, kujithamini, unamlagai na 50 kwamba utakolala naye. Umeachana na mdogo wangu, pia unatembea na house girl. Sasa na kazi gani kwako? Kitu ambacho kimemfanya akasilike na kwenda zaidi. Kwa taarifa yako, tuna ushahidi wote, kwanza driver, kijana wako, kwa vitu ambavyo umekuwa ukivifanya. Sitaki, na kama ushazoea kudhalilisha wanawake basi kwangu hii utakuwa umefika mwisho. Huu ni ujumbe ambao Zailisa kaanza kumwandikia Manara, lakini ajishia hapo, kaenda kufunguka zaidi kwamba Manara ni mtu ambaye ameshindwa kumtunza. Kuzungumza kumtunza kuanzia kwenye kula, kuvaa na mambo mengine. Japo tumekuwa tukiona watu wanapiga picha wanapendeza,
za cup za kufananisha na watu ambao walikuwa wanagombania tuzo ya cup, lakini Zaiylissa amefunguka kwamba ni mtu ambaye huje kunilisha, huje kunivalisha. Ameweza kutaja watu ambao wamekuwa kimvalisha Clipo Ana Collection, Outfit na baadhi ya watu wengine ambao wanadili na mambo ya nywele. Usisahau kwamba Zaiylissa vile vile ni ambassador wa makampuni tofauti tofauti. Haijishi hapo hapo. Kumbuke kwamba Manara ni mtu ambaye hawezi kukaa kimya. Akimchokoza basi lazima atazungumza. Manara yeye amekuja kumjibu kwamba Zaiylissa, wewe unaweza kuzungumzia kila kitu chochote, lakini kuhusu wazazi wangu na watoto wangu basi hapo unakuwa umeshika pabaya. Inasemekana kwamba Zaiylissa hajui kupika. Na mbali na kupika basi Zaiylissa na watoto wa Haji Sande Manara wale wakubwa wameshindwa kuelewana, zimeshindwa kuiva, wameshindwa kukaa sehemu moja, kwamba ni watu ambao Manara akiwa yupo ile familia ni kama mke na mwenzake. No. Manara amedai kwamba mpaka unafikia tu unamnyima chakula mtoto wangu. Sasa kama unamnyima chakula mtoto wangu, mimi nikusaidie nini wewe? Unaweza kuona maneno kama hayo ambayo yameweza kwenda yamesababisha mahusiano haya kuvunjika. Hatukutegemea kama yaweza kuvunjika kirahisi. Ukimwangalia Zaiylissa, ukimwangalia Manara ni watu ambao wa trend. Japo kuna mtangazaji mmoja na udau kwa shasema kwamba mahusiano yao yatavunjika broad, ila haikuwa hivyo. By this moment tunavyozungumza, tayari Zaiylissa kashapewa talaka yake 3 na jana ndo siku yake kwanza kulala nje na kwa Manara. Na Manara naye amekiri kwamba ana shida na wewe, ngoja uondoke kama unaondoka, kwa sababu anaamini kama umpendi mtoto wake, upendi familia yake, basi wewe umfai. Na kukumbusha kwamba Dula Makabila ni mtu ambaye alishikuwa na mahusiano na Zaiylissa mpaka wakafunga ndoa. Ila kipindi wanaachana Dula Makabila, kuna neno moja alitoa kwamba Zaiylissa ni mwanamke mzuri ila hajui kupika. Na hiki hapa tumekiona vile vile kwa kaka yetu Haji Sande Manara. Ameweza kumrudishia bango kwamba unanyima watoto wangu chakula, kupika uwezi. Just imagine vitu kama hivi. Zaiylissa naye ni mwanamke. Kama pia udindishi, yaani kudindisha ni ile mwanaume kupeleka moto. Manara akajibu vile vile kwamba umekuja kwangu unavaa vipedo, una hata namba ya NIDA, una maisha yoyote. Nimekubadilisha maisha yangu, sasa hivi wamekutafuta unajiona kwamba umekuwa. Ni story ambayo kidogo imeshtua wananchi, imeshtua Tanzania kibao, kutokana na maisha ya Haji Sande Manara mtandaoni. Ni mtu ambaye amekuwa kitamba sana akiwa kwenye mahusiano na Zaiylissa. Mimi nitunyo kutokea hapa kwenye viunga vyetu vya kila siku. Story kama hizi usisahau kuzifuatilia kwenye page yetu ya kila siku ya Imai ya Wide TV. Unajua, weka comment, like, subscribe. Tuambie Haji Sande Manara kafeli wapi, tuambie Zaiylissa kafeli wapi. Tuambie kwanza mahusiano ya mastaa yana tatizo gani, kwa nini hayadumu, hasa wakiaweka public kama hivi anavyokuwa na zaidi mtandaoni. Lazima kutatokea ile sitofahamika. Mimi natonyu, thank you.